Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, DSG, moderator, our reverends, all the protocols observed. Gaini mwega na hidi shiothe. Kwangu leo ni furaha kubwa kwa sababu our Deputy President umeweza kututembelea leo na ukakuja tuabudu Mungu pamoja. And I know watu wa Kayole, they do not take it for granted. Wanajua ni heshima kubwa umewafanyia, because there are many other churches that had invited you today, lakini uliamua ukuwe na sisi leo. Kwa hivyo asante sana na tunakupenda. Your Excellency, najua hatufai kuongea mingi. Hawa vijana walisema tusiogeage sana. Na tunawaheshimu. Isaiah 10 verse 1 inaongea kuhusu sisi wenye tumechaguliwa, wenye tunaenda bunge, MCA, MP, senators, kutengeneza sheria. Mimi nitakuwa nafuata hiyo. Nikisikiza waseme hapana, wenye walinipatia kazi, nitakuwa nasema hapana. Wakisema niseme ndio, nasema yes, kwa sababu hawa ndio wametupea kazi. Moderator, nimesikia lazima tukue na wakati tunaweka hawa ministers kwa ratiri, lazima tuangalie wenye hawana kiburi, wenye wanakuja kusavu wananchi, wenye hawatakuja kutapikia wananchi, wenye wataheshimu kila mmoja wetu. Kwa hivyo mimi kama mjumbe wa Embakasi Central, mimi na kuhakikishia wakifika bunge, wenye wamekuwa na kiburi, mimi sipitishi. Wenye hawana heshima na raia, mimi sipitishi. Na nitasikiza sana vile watu watasema, kwa sababu nyinyi ndio mliniweka kwa hii kiti. It is not because ati mimi ndio mwerevu sana kuliko watu wa Embakasi Central. Yes. Mukasema ni wa represent. Na so maoni yenu nitakuwa nasimama nayo. Your Excellency, wakati serikali ilitengenezwa, mlikuja hapa Kayole kama the first constituency, mkiwa na the president kutufungulia shule iko hapa Komarok. Na wakati tulikuwa tunafungua, raia ama the people that I represent wa Embakasi Central waliongea maneno ya barabara 2-3 ya Kayole na ya Komarok. The president promised that it will be done within 6 months. It is less than 10 kilometers. Nimekuwa nikifuata huyo minister, hata kama ako nyumbani sasa hivi. Nimemfuata bado, hata kama niko budget committee. Inafika mahali tunachengwa. Na hiyo ni kitu moja inafanyanga wananchi wanakasirika. So mimi naomba in case wakati mnapatana na president, tunaweza mkumbusha hiyo, although bado nikiwa kwa budget as a member of budget committee nasukumana nayo, ndio nifanye nini, ndio ikuje imaliziwe hiyo maneno yake. Your Excellency, hapa Kayole tuko salama, wananchi wako salama, lakini makasiriko inakuwa mingi. Sio kwangu, kwa wananchi. Ukiangalia saa nyingine tunajiuliza ni nini inaendelea, lakini ukiangalia kutoka juu mpaka hapa chini, makasiriko kwa wananchi inakuwa mingi. Ukijaribu kufuata, pia mimi mwenyewe sielewi makasiriko ni ya nini, lakini tunaomba labda Mungu na wale watu wa Mungu watatuombea hii makasiriko ipungue. Lakini kama hapa kwetu Nairobi, along the riverine,
Wakati tulikuwa tuna campaign, watu walikuwa wamejenga, walikuwa na nyumba, walikuwa wananchi all over Nairobi, wako na approval kutoka kwa county government, wengine wako na title deed, wengine bado walikuwa wanalipa rad rate kwa Nairobi county government. Wakati wa kubomoa, hao watu walibomolewa wote, wakalipwa 10,000. 10,000 unachangaa ni ile rad rate amelipa, ni ile pesa alilipa ndio apate approval, ama ni shamba yake analipwa? So wakati unapatana na watu wamekasirika, unapata makasiriko ni mingi. Na pia mimi nikiwa mjumbe my constituency ikiwa one of those affected, hata siwezagi kusimama kuongea na wao kwa sababu nashindwa naenda kusimama niwaambie nini. Mimi ndio mbunge ya serikali, nyumba zimeenda, pesa walikuwa wanalipa kwa serikali, na mimi ni mjumbe ya serikali, nisimame nimwambie nini? Naamua tu ni nyama. Lakini kwa sababu nimeona nafasi, ndio nimeamua acha nikuambie, ndio in case ukipatana na watu wamekasirika, usiulize wamekasirika kwa nini. Hiyo ni moja. Hiyo ni moja yenye inaweza fanya wakasirike. Na kwa sababu nilisikia ukiwatetea, ukisema wale wako na title, wale walikuwa na hizo allotment, wale walikuwa wanalipa rad rate, walipwe kulingana na ile value ya ile mahali walikuwa wananchi. Na wakati tulikuwa tuna campaign in Nairobi, we said there will no longer be demolitions. Hata kama zitakuwa human good, ni human, but 10,000 hapa Kayole si gorum ni 4,000. Mwenye anakukodesha anataka ulipe nyumba mwezi moja na deposit ya miezi 2. Yes, ni 12,000. Umepewa 10. Sasa umeenda na. So hapo your excellency utuangalilia. Alafu pia Nairobi tunaendelea mzuri, lakini haiendi mzuri. Juzi umeona watu 42 hapa Kwale ati wametupwa hapo. Kienda kusikiza, nasikia watu wengine wanakuja na story ati ni kitu ilikuwa ina happen kutoka 2022 mpaka ukiongea watu wanasema unakosea. Tukisema watu wengine wamelala kazini, unasema unaabua unakosea. But shida moja ni administrative boundaries ya Nairobi County. A constituency should have a sub county mwenye ni DCC. Saa hii DCC wa Embakasi Central ako na constituency ngapi? 4. Ako na constituency 4. Lakini tukienda huko nje, DCC ako na constituency 1. Saa hii tukiwa tumekaa hapa, makosa ikifanyika Soweto, huko ni Embakasi East, inasemekana ni Kayole, kwa sababu wako na OCPD mwenye yako Kayole. Ikihappen huko Mihango, makosa inaenda wapi? Kayole. Ikihappen huko Morem Kasarani, inakuja wapi? Na mimi I can assure you, Kayole ilibadilika na Kayole ni mzuri. Na hii maneno yote isipokuwa ni hawa watu wa media wenye wanakatanga kuangalia na kufuata hiyo story imetoka wapi, ama pia hawajui boundaries mahali ziko. Kayole tumekaa sana bila hizi vitu baya gaini ya biridi huko kama huko witu. Si Leverett amesema hivyo. Kwani nyinyi amkubaliani na hiyo? Amkubaliani na hiyo? So your excellency, hiyo maneno ya administrative boundaries
sana sana ya administration na ya polisi tuagaririwe sana, because hiyo ndio inafanya maneno ingine ina happen na hata watu hawajui. Maneno ya pombe, pombe mbaya, the illicit brew na drugs. Mimi nashukuru wananchi wa Embakasi Central, hasa najua leo ukikuja haujapata vijana wamelala huko kwa mtaro ama nini. Ni kwa sababu huku tumeshikana, tumekubaliana, hiyo hatutaki, na imeenda iko chini. Hata wenye walikuwa wanatusubua ni hii kanisa PCA Macedonia. PCA Macedonia hiyo ndio iko area yenye tulikuwa tunasubuliwa kidogo. Hata wakati walifungua hiyo kanisa, na ndio nilikuwa na insist kuja hiyo kanisa, isipokuwa ni vile nafasi ilikuwa dogo, tungekuwa huko leo. Lakini washirika wako huku. Ile kazi PCA Macedonia wametufanyia area ya Matopeni, maneno ya safeguarding our boy child, our girl child, illicit brew na drugs, hiyo area ya Matopeni. Hii kanisa Levered mmetufanyia kazi kubwa. I know there is an Elder Karoki. Tulikuwa tuna compare notes na yeye ile tamu nyingine wakianza kanisa on daily basis. Sasa hapa sijui imekuwa nini, but mimi nawashukuru na tutaendelea nayo. We know unasukumana nayo, you want to save a generation, we are there to support you. Sitaki niseme mingi kwa sababu umeniangalia aje kama kuna kitu nimesahau. Nataka niseme tumeshukuru, tunakufurahia. We will continue supporting you, supporting the government yenu na President William Ruto, lakini tuangalie hawa wananchi. Saa ingine ukisikia MCA, MP wanaogopa kwenda ground, sio kupenda kwao. Ni vile maneno iko, hii makasiriko iko ground inatupeleka, unaona mjifiche. Na mimi nawaomba, tafadhali, kama nimewakosea mimi msinikasirikie. Kama nimewakosea mimi msinikasirikie, na naomba tufanye kazi pamoja. Kwa hivyo hiyo Your Excellency ya manyumba ya nini utatusaidia, and because of time nataka ni introduce MCS, hata MP nitawa introduce. Alafu MCS kuna obi mlikuwa mmeniomba, tumesikizana. Idhira anajua, Idhira unajua kama uko na kitu ulikuwa unataka kusema, si utasema? Si afadhali ni kuintroduce alafu uende useme vile unataka kwenda kusema. Asanti.